Sister, imani tunayo, lakini hatuwezi tukafunga mikono. Lazima utibiwe. Hatuna hata cha kumlilia Mungu. Kama jinsi Musa alivyomlilia Mungu na Mungu akamuuliza Musa, una nini mkononi? Musa akamwambia nina fimbo, na ile fimbo ndio ilikuwa kwa msaada wa kuwavukisha bahari ya Shamu wana wa Israeli. Tazama yule mwanamke Mshunemu alikuwa anatunga tudogo na tumafuta tudogo, lakini alikuwa kumsaidia mtumishi wa Mungu na maisha yakaendelea. Sasa sisi tuna nini sister? Kaka, acha kujiuliza maswali mengi. Sisi tuna Mungu. Sister, mimi nina wazo, lakini sijui kama utanisikia. Icyumviro nyabaki ngira icyumviro cyose ushaka, ngano mbwira icyumviro kitari cyo. Okay, reka tubereke basi. Kaka. Timote, ufite iki kibazo? Kuva ejo umengo ari ikintu ushaka kumbwira, ariko ntumbwire. Mbwira, ufite iki kibazo? Jeo nameze neza, na kibazo mfite. Ila pesa ambazo natumia hospitalini kwa ajili ya matibabu yako ndio ambayo inachanganisha kichwa. Timote, sisi hatutoweza, lakini acha tumwachie Mungu, maana Mungu ndiye muweza wa yote. Na kwa nini nguo zake zote hazipo ndani? Huyu atakuwa ameenda wapi? Inakuwa wiki sasa simuelewi, na ile picha sipati ufumbuzi kabisa. Kaka? Mama, unakumbuka yule kiongozi wetu wa kwaya niliyekwambia kwamba anauma? Kaki anamaliza siku 2 sasa ajue mali alipo. Ndo nilikuwa naye kwenye pitapita tukimtafuta.
Mumempata sasa? Hapana. Ilikuwaje mpaka kaka yake amkimbie? Kwa maelezo yake, eti amemkaga asubuhi, akajisi kuna nguvu. Akaenda kuteka maji. Alivyorudi, akakuta kaka yake yupo ndani na mlango uko wazi. Akahisi ameenda kufua. Ilivyofika usiku, kaka yake hakurudi. Ndo kabisa akawa na wasiwasi na mawazo mengi na kuchangia haswa na ugonjwa wake. Ndo kabisa anakuwa hajielewi. Pole kwake, Mungu amshikilie sana. Sijui nifanye nini, maana nimeshindwa. Tazama jinsi hali yangu inavyozidi kuwa mbaya. Inakuwa wiki 2 sijui kwenye damu yangu iko. Sijui nitamtolea wapi kakaangu. Mungu wangu, namleta kakaangu katika viganja vya mikono yako, maana wewe ni Alfa na Omega. Wewe ni mwanzo na mwisho. Ni wewe mtetezi wa maisha yetu na mlinzi bora. Umlinde kakaangu mahali pote alipo. Umlinde Baba. Amen. Mungu amesikia maombi yako, maana sio kiziwi na sio kipofu. Anaona jinsi unavyohangaika juu ya kakaako. Pole sana. Haya machozi yanayotiririka kwenye uso wako, ipo siku atayafuta, kwa sababu unamweka kwenye mstari wa kwanza kwenye matatizo haya ambayo uko unapitia. Na siku zote anayemtegemea Mungu kama hatajutia. Pole sana. Mimi naondoka, ila chukua, itakusaidia. Nashukuru sana. Nashukuru pia. Asante sana. Nashukuru sana. Tulisimama mbele ya bahari, jeshi liko nyuma yetu, lakini Mungu alifungua njia. Mama, We mtoto, unataka kunikukutia matatizo? Hivi unafikiri ugonjwa wa kansa na wa kawaida? Ugonjwa huu sio wa mchezo. Ugonjwa wa kansa ni ugonjwa unaoua vibaya mtoto wangu. 1, huzuia kazi muhimu ya mwili. 2, huzalisha vitu vinavyoingilia viungo vingine. Kansa la ziwa wasipolitibu mapema wala kulikata, linaweza likavamia hata mwili wote. Saratani huu huwa hasa kwa kuenea ili kuharibu tishu la viungo muhimu. Seli za saratani zinaweza kuvamia tishu zilizo karibu au kusafiri kupitia damu au limfu kuunda viumbe mpya. Kisaikolojia, mfumo huo unaitwa metastasis. Kwa ugonjwa huu anaweza kapooza wala kafariki ghafla. Kwa hiyo akija kufia hapa sasa, tutakuwa wageni wa nani? Mama, kifo kipo na tulikikuta hapa hapa. Hata Yesu alijua kwamba atafariki, lakini akikumzia yeye kutuokoa. Mama, nakuomba msaidie. Yule ni yatima. Kaka ndio alikuwa kila kitu kwake, lakini amepotea mpaka sasa hajulikani mahali alipo. Hivi mama, ingelikuwa ni mimi mwanao njoo na umo ungenitupa? Mama, yule ni mtoto kama mimi. Mshike kama jinsi unavyonishika. Sawa, mlete.